Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa mtumishi Godfrey Charles Nzali. Leo imempendeza Mungu kukuletea somo muhimu sana kwenye maisha yako ulisikie, na somo linaitwa sauti ya uponyaji. Amina. Maisha yetu wanadamu, maisha yetu ya kila siku tunasikia sauti nyingi, sauti za watu, mazingira, za hofu na mashaka, na kila sauti moja ambayo inaweza kubadilisha kila kitu. Sauti ya Mungu ni sauti yenye uzima, faraja, tumaini na uponyaji. Katika hizi sauti zote nilizosema, sauti ya watu, sauti ya mnyama, sauti ya kiumbe chochote kile, kinaleta mabadiliko ya maisha ya mwanadamu. Kwa mfano, mtu amesikia sauti imezungumzwa labda na mganga au mtu mmoja kwamba kesho hautaiona. Mtu baada ya kusikiliza ile sauti au hautafanikiwa, baada ya kusikiliza ile sauti kuna mabadiliko ikafanya mambo yake kuharibika. Lakini leo ninataka kukuambia kitu kimoja, ambapo nataka nikufundishe sauti ya Mungu, ambayo ni sauti iliyobeba kila kitu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa miungu yote. Ikiwa Mungu ni Mungu wa miungu yote, maana sauti ya Mungu ina mamlaka juu ya sauti zote. Kuna sauti za viumbe. Leo hii mtu akisikia sauti kama ya bundi, anajua kuna barari inakuja. Kwa nini kuna barari inakuja? Kwa sababu ni sauti aliyoisikia. Kwa leo ninakuletea sauti ya Mungu. Sauti ni nini? Hebu tuangalie kwanza sauti ni nini. Sauti kisayansi, sauti ni miale ya mitetemo inayosafiri kupitia hewa, maji au vitu vingine hadi masikioni, ambapo ubongo hutafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kisayansi. Lakini tuangalie kiroho. Sauti ni njia ya mawasiliano. Sauti ni njia ya mawasiliano kiroho. Unaposikia sauti, kumbe sauti ina madhara au ina matokeo zaidi kiroho. Kwa maana hiyo sasa, kuna sauti ya Mungu ambayo ukisikia, sauti ya Mungu hutumia sauti kuzungumza na wanadamu. Sauti yake hubeba uzima, ufunuo na nguvu ya kubadili hali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama Mungu anatumia sauti kufanya hayo, basi hata adui anaweza akatumia sauti kuharibu maisha ya mtu, kuharibu jambo la mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sitaki ujue sauti hizo nyingine, nataka leo ujue sauti moja, nayo ni sauti ya Mungu, ambayo hii sauti imejaa faraja. Jambo la kwanza ujue kwenye sauti hii ya Mungu, sauti huleta uponyaji. Zaburi ya 107 mstari wa 20 nasema, aliwatumia neno lake akawaponya, akawaokoa na maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Huwatumia neno lake. Aliyotumia neno lake. Neno haliwezi kutoka pasipo sauti. Ili neno liweze kumfikia mtu na kumponya, kuna sauti, ambayo hiyo sauti sasa itakapotamka ndio neno litafanyaje? Litaenda kumponya mtu. Mungu hutumia sauti kupitia neno lake, na ndani kuna nguvu ya kuponya magonjwa ya mwili, roho na moyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, sauti ya Mungu hufunga vidonda vya ndani. Zaburi ya 147 na ule mstari wa 3, huwaponya waliovunjika moyo, hufunga jeraha zao. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongelea jeraha za moyo, ni yale maumivu ambayo mtu anapitia ndani ambayo hauwezi kuyaona kwa nje, lakini sauti ya Mungu ina uwezo wa kuponya hayo yote. Kuna majeraha yasiyoonekana, haya ni majeraha ya kiroho. Sauti ya Mungu huleta uponyaji wa ndani, kuondoa huzuni, machungu, hata tamaa mbaya. Jambo la tatu, lazima tuisikilize ili tuponye. Jambo la tatu, kama mwamini lazima usikilize. Usiposikiliza hii sauti hautaponywa. Kwa hiyo unatakiwa usikilize tena kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 30 na ule mstari wa 21. Isaya 30 na mstari wa 21 inasema, na sikio lako litasikia neno nyuma yako likisema, njia hii ndiyo, enenda katika njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunahitaji kusikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia neno hautalipata kwa njia ya yoyote isipokuwa kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia pointi ya 4 kwa siku ya leo, ambayo natuambia sasa, je, hii sauti ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya 4, sauti hii ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu Kristo ndio neno lenye sauti ya uponyaji. Ndio maana tunaomba kote, tusipolitaja jina Yesu ambalo ndio neno Yesu, hakuna uponyaji unatokea. Kwa maana hiyo uponyaji upo katika neno Yesu. Kwa hiyo sauti yoyote iliyobeba jina la Yesu Kristo, hiyo sauti inaenda kuachilia uponyaji, hiyo sauti inaenda kuachilia uzima. Tusome maandiko, nasema Yohana 5:25 inasema, saa yaja na saa ipo ambapo wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu, waliosikia wataishi. Kwa kila anayesikia jina la Yesu, kila anayesikia jina la Yesu, huyu lazima aishi, huyu lazima afufuke. Hata kama vilikuwa vimekufa, vitu vyako lazima vifufuke na mambo yote. Kwa nini? Kuna sauti ya Yesu Kristo. Yesu ndiye sauti ya uzima. Sauti yake huwainua waliokata tamaa, huwafufua waliokufa kiroho na kimwili, huwaponya waliovunjika. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu wa Mungu, sasa kesho tutaendelea na wakati ujao tutaendelea. Je,